Nitangulie kwa kusoma maandiko matakatifu kutoka kwenye kile kitabu cha Mithali sura ile ya 24 mstari ule wa 30 hadi ule wa 34. Mithali 24 30 mpaka 34. Biblia inasema, nalipita karibu na shamba la mvivu na shamba la mzabibu la mtu asiye na akili. Kumbe lote pia limemea miiba, uso wake ulifunikwa kwa viwawi, na ukuta wake wa mawe umebomoka. Ndipo nilipoangalia na kufikiri sana, naliona nikapata mafundisho. Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako uja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Basi tuombe. Mwenyezi Mungu, tunasema asante tena, umezungumza nasi tena asubuhi, na tunakuja tena jioni tukiutafuta uso wako. Ninakuomba Bwana, kupitia neno hili watoto wako na watu wako hawa wakapate kufahamu na kuelewa maandiko haya. Baba, umetupa akili tuzitumie. Baba, tunakuja mbele zako, tunaomba Bwana, watu hawa ukafungue akili zao zikapate kuelewa na maandiko. Neema yako ikawafunike na nguvu zako na uweza. Ninaomba Bwana, ukanipe maneno ya kuzungumza na watu wako, na waweze kupokea kile ambacho Bwana unatamani kuongea na kanisa lako. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, wote tuseme amen. Ninaendelea kutoa shukrani kwa uongozi wa madhabahu hii, lakini pia na kwa ajili ya mwinjilisti ambaye tuko pamoja naye katika ibada hii. Tunakushukuru sana, na mchungaji mwenza mama yetu Ana Kuyonga. Lakini pia nakushukuru hata wewe ambaye umefika hapa kwa ajili ya kulisikia neno la Bwana. Asubuhi tumepita kwenye hili eneo ambalo natamani tuzungumze kidogo, alafu tuangalie kile kipengele cha pili. Eneo ambalo tumezungumza asubuhi, tumesema kwamba nguvu ya maombi itakayo kusaidia kuvua utu wa kale unaozuia kusudi la uwepo wako. Nguvu ya maombi itakayo kusaidia kuvua utu wa kale unaozuia kusudi la kuwepo kwako. Na kitabu hiki cha Mithali sura ile ya 24 mstari wa 30 hadi 34 ametuambia kwenye mstari wa 30b, anasema, na shamba la mzabibu la mtu asiye na akili. Tulikuwa tukizungumza habari ya hivi vifungo, tukizungumza habari ya vazi ambalo tumelivaa, utu wa kale, lakini utu wa kale ambao pia unasababisha akili zetu kufungwa. Sasa Mithali anasema huyu mtu ambaye hana akili, shamba lake lilikuwa limekanda. Lakini mstari ule wa 32 akasema, ndipo nilipomwangalia na kufikiri sana. Tumezungumza sana habari ya fikra, kwamba mtu anavyofikiri ndani mwake ndivyo alivyo. Matokeo ya maisha yako yanaanza ndani ya fikra zako.
alafu ndipo baadaye unaweka kwenye mchakato, unafanya maamuzi, na baadaye tunaiona tabia yako, na baadaye tunaona utambulisho wako. Kwa hiyo mtu tunajua huyu ni mtu wa namna gani kulingana bila anavyofikiri. Ulivyo ni matokeo ya kufikiri kwako. Akasema nikafikiri, ndipo nilipoangalia na kufikiri sana, nikaona, nikapata mafundisho. Kwa hiyo kuna wakati mwingine hapa ukipita kwa mpendwa yeyote ukakuta labda mazingira yake ni machafu, nyumba ni chafu, kila kitu kiko pale sebreni. Hata kama ni mpendwa anakuja kanisani, anatoa fungu la 10, anaimba, kuna namna utaanza kufikiri kwamba huyu atakuwa na tatizo kwenye akili yake. Unapobisha hodi ndio anaanza kuhangaika kutoa hiki, anatoa hiki. Jamani, hatukujua kama utafika. Unaanza kufikiri kwamba yamkini kuna tatizo. Kwa hiyo tukaona asubuhi kwamba na vitu ambavyo tumeangalia, tukaangalia kipengele kimoja, vipengele viwili, lakini kimoja ndio tumekigusia zaidi. Kipengele cha kwanza ambacho tumekiona kwenye eneo hili la kuomba, la nguvu ya Mungu. Kwa hiyo tunapoelekea Friday prayer, nguvu ya maombi ambayo itamsaidia mtu, itakusaidia ili kuweza kuvua ule utu wa kale unaozuia kusudi lako. Tukaangalia vitu hapa viwili. Kipengele cha kwanza tukasema maombi ya mtu mmoja mwenye bidii. Maombi ya mtu mmoja mwenye bidii yalizuia mbingu zisinyeshe mvua kwa miaka 3 na miezi 6. Maombi ya mtu mmoja mwenye bidii yalizuia mvua isinyeshe. Mbingu hazikuruhusu mvua inyeshe kwa miaka 3 na miezi 6. Tulisoma kwenye kile kitabu cha Yakobo, tutasoma tena kitabu kile cha Yakobo sura ya 5 mstari ule wa 16 na 18. Tumesoma habari hiyo. Tumeona habari ya Elia ambavyo aliomba kwa bidii, mbingu zikazuia mvua, lakini baadaye akaomba tena kwa bidii, mvua zikanyesha. Ukienda library utaona hiki ambacho umekizungumza zaidi. Nataka nizungumze kipengele cha pili ambacho nimekigusa kidogo na tukaenda kuomba asubuhi. Kipengele cha pili, tukaona kwamba uzembe na uvivu wa mtu mmoja, narudia tena, uzembe na uvivu wa mtu mmoja usababisha hasara na maumivu ya muda mrefu na kugharimu maisha ya watu. Narudia tena, uzembe na uvivu wa mtu mmoja yanaweza kusababisha hasara, maumivu ya muda mrefu na kugharimu maisha ya watu. Kuna watu ambao mmepewa nafasi, kila mmoja ulipo, lakini kuna namna ambavyo ukifanya uzembe unaweza ukasababisha maumivu na vilio vya watu sana na kwa muda mrefu. Sasa ninakuombea usiwe wewe kwenye nafasi uliopo. Inawezekana wewe ndio unayepaswa kusaini ili watu wapokee fedha zao, posho zao, lakini umekataa. Umekuwa mzembe, wanaandika barua wanaleta, hautoi kwa wakati. Na wakati mwingine mtu anakuja anakuambia, mpendwa, mwanangu yuko katika hali mbaya, yuko ICU, nisainie cheki hii, nimsaidie mwanangu. Uzembe tu. Ambia rudi tena kesho.
Kuna mtu mmoja kwa rafiki yangu sana, nikaenda kumtembelea pale nyumbani, akanambia, nikafika sikumkuta, nikampigia simu akanambia nimeenda hospitali. Nikafika pale hospitali nikakuta yuko kwenye hali ya kujifungua, anakaribia kujifungua, yuko kwenye uchungu. Tukaomba, alafu nikaondoka nikaenda kwenye huduma sehemu. Sasa nikiwa kule nina hudumu, baadaye nimetoka hudumani, nashika simu nakuta SMS nasema, mtumishi, nimejifungua lakini mtoto wangu amekufa. Nikaumia sana. Nikajiuliza moyoni kwamba labda hivi kweli Mungu hajasikia maombi tuliyoomba kweli? Nikajitia moyo. Nikaenda kutoka pale, nikafika pale hospitali. Yule dada akaanza kulia, na alikuwa mtoto wake wa kwanza. Akaanza kulia, analia kwa uchungu. Anasema, kama ungelikuja kipindi ambacho ulipanga kuja kunitembelea tuombe, yamkini mwanangu asingekufa. Nikasema, mbona anaongea maneno magumu? Analia. Baadaye nikamtia moyo, nikazungumza naye, baadaye akatoka hospitali. Tukawa tunazungumza sasa ilikuwaje na nini. Akanambia kila alipokuwa anaenda pale kliniki wanamfukuza, wanamwambia muda bado. Lakini yeye akihesabu siku anaona amekaribia kujifungua. Kumbe halipitiliza muda kujifungua, mtoto akazaliwa amechoka, akashindwa kuishi, akafa. Nataka niseme nini? Uzembe na uvivu wa mtu mmoja unaweza kusababisha uchungu na kilio kwa watu kwa muda mrefu. Kwa hiyo kati ya vitu ambavyo tunatamani vitoke ndani mwetu, tuache uvivu, tuache uzembe. Hebu nipungie mikono. Ninajua hapa hakuna mtu ambaye ni mvivu, si sawa Hakuna mzembe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie mfano, tuone hapa kwenye mfano mmoja huu wa Yona. Kitabu kile cha Yona sura ile ya kwanza, sura ile yote, lakini nitasoma mistari michache. Yona sura ile ya kwanza mstari ule wa kwanza, nitasoma labda mpaka ule wa 8 au wa 9. Biblia inasema, basi neno la Bwana lilimjilia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaenda akaona merikebu inayokwenda Tarshishi, basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Mstari ule wa 5, basi wale marubani wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza mzigo wake.
Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani ya merikebu, akajilaza akapata usingizi. Ngoja niishie hapo kwanza. Yona ameambiwa na Mungu aende kuhubiri Injili, kuambia watu waache maovu yao, lakini yeye akakataa, akapanga mpango mwingine ili aende hakwepe ule uso wa Bwana. Nikamfananisha na Adamu. Tulisoma kile kwenye kitabu cha Mwanzo. Adamu baada ya kufanya dhambi akabaki na visingizio, waliamua kujificha uso wa Bwana ili Mungu asiwaone. Alafu Mungu akauliza yale maswali matatu ambayo tulijifunza. Na Yona naye ninamuona vile vile anakwepa. Lakini ninajiuliza hapa, nikajaribu kuunganisha na ule mstari ambao nimesema wa yule mvivu aliyekuwa anasema bado kulala kidogo. Yona, watu wako safarini, yeye akaenda akalala chini. Nataka niseme nini? Angalia ule mstari wa 5, anasema basi wale marubani waliogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake. Cheki tukio lililotokea. Wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni. Kitendo cha Yona kuingia kwenye merikebu, akasinzia, akakwepa kusudi la Bwana, alafu akaenda kula akasinzia, kiliwafanya watu ambao walikuwa wanasafiri wasiomjua Yona mizigo yao yote ikatupwa baharini. Ninaposema uzembe wa mtu mmoja na uvivu wa mtu mmoja unaweza kusababisha maumivu, na maanisha, hebu waza, yamkini wale watu walikuwa wamenunua mizigo yao, amechukua mkopo benki, ndo anasafiri aende Tarishishi ili akauze, ni mfanyabiashara. Lakini mtu mmoja Yona amejiunga kwenye ile safari, wanashusha mizigo. Hebu jaribu kuanza kama ungekuwa wewe. Unaona, maneno anasema kuliko tuangamie tushushe hii mizigo yote. Unaangalia, unaona mzigo wako wa milioni 100 unatupwa, unashushwa baharini. Hapo kuna kamjamaa kamoja kanaitwa Yona. Lakini jamaa yeye yuko amesinzia, wala hana shida, kwa sababu wale wafanyabiashara wanahangaika, na bado wanatuambia wanaomba, kila mmoja anamuomba Mungu wake, na ile Mungu ametaja kwa herufi ndogo. Yona amelala, wala hana shida. Wale watu wako wanahangaika, Yesu tusaidie, si Mungu wa wapi tusaidie, misimu ya nyumbani kwetu tusaidie. Wala Yona hana habari, amelala, amesinzia. Nataka nikwambie, uzembe wa mtu mmoja uliwafanya matajiri wawe maskini baadaye. Uliwafanya watu waishi kwenye maisha ya kulipa mkopo ambao hawajaona faida yake, kwa sababu jamaa mmoja amelala tu kule, mizigo yote ikashushwa ili kuponya nafsi za watu. Kwa unapokuambia uzembe wa mtu mmoja unagharimu, unaleta maumivu tena ya muda mrefu sana. Yona amesinzia. Mstari wa 6, basi nahodha akamwendea akamwambia, anamuuliza Yona, una nini? Ewe ulalaye usingizi. Yani amuelewi. Yani watu wako wanahangaika, wewe uko huku umelala. Una nini wewe ulalaye usingizi? Amka ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Una nini wewe unayelala usingizi?
labda huyu Mungu wako ukiomba atatukumbuka tusipotee. Kuna watu ambao wamekwama kwenye maisha yao kwa sababu yako. Kwa nini? Kwa sababu haujasimama kwenye nafasi yako. Uwepo wako hauonekani. Yaani kuna watu ambao wakikuangalia wewe wanaona maisha yao. Wakikuangalia wewe wanaona maisha yao, wanaona kesho yao. Lakini wewe tu umekaa, umetulia, hata uwazi. Yule nahodha anakuja anamwambia, wewe jamaa uliyelala, hebu amka. Sisi huko tumeomba, hakuna kinachobadilika. Labda wewe ukiomba utabadilisha jambo. Nchi hii inakutaka wewe uombe mambo yabadilike. Kanisa linakuhitaji wewe uombe ili tuone mabadiliko. Kanisa, familia yako inakuhitaji uombe. Ukoo wenu unakuhitaji wewe uombe ili waone mabadiliko. Sijui kama unaona uzito kwenye hili neno. Una nini ewe ulalaye usingizi? Una nini? Amka uombe. Nami nakuombea mpendwa, jioni ya leo Mungu akupe uwezo. Mungu akupe uwezo tena. Inawezekana ulikuwa unaomba kwa muda mrefu, baadaye kuna jambo lilitokea kwenye maisha yako ukakata tamaa. Ulikuwa unafunga ukaacha kufunga, lakini nakuombea jioni ya leo Bwana akupe tena uwezo. Bwana akupe tena ile nguvu ambayo ulikuwa ukifunga unaona mabadiliko kwenye maisha yako, unaona mabadiliko kwenye uchumi wako, unaona mabadiliko kwa watoto wako. Nami nakutangazia kwenye madhabahu hii, pokea uwezo, pokea nguvu tena. Ule utu wa kale uvue. Bwana akuwezeshe tena, akupe uwezo, akupe nguvu tena. Wako wapi watu ambao wananielewa kwamba wanatamani kupokea nguvu tena, ule uwezo urejee tena, ile hali ya kusinzia hawatasinzia tena. Bwana anakuuliza, una nini wewe usinziaye? Amka ukaombe. Labda Mungu wako anaweza kusaidia kanisa, anaweza kusaidia ukoo wako, anaweza kusaidia. Naoza akamuuliza, una nini wewe ulalaye usingizi? Amka ukamuombe Mungu wako. Labda Mungu wako atatukumbuka, lakini pia atatusaidia. Mstari ule wa 7 anasema, wakasemezana kila mtu na mwenzake, haya mpige kula mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya, tumalizie, yametupata kwa sababu. Hebu tusome pale, tuseme pamoja mstari wa 7. Haya, twende ile ya mwisho, ile mabaya haya, twende pamoja. Mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani? Tuseme tena, mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani? Mabaya yanayotokea kwenye familia yenu yanawapata kwa sababu ya nani? Mapito magumu unayoyapitia, nani kasababisha? Ni wewe? Ni mtu mwingine? Maumivu unayoyapitia, nani kasababisha? Unajua, hawezi kwenda mbele za Mungu kwa bla bla tu.
lazima uwe unajua sababu ni nini. Ni mimi? Ni uvivu wangu? Ni uzembe wangu? Ni wazazi? Ukijua ndo unapata neema ya kuja madhabahuni kuomba toba kwenye lile eneo. Asa watu wamehangaika, wamepata shida kwenye merikebu, wanasema kwa kweli hapa kutakuwepo na mtu, tutafute, tupige kula hapa, tujue mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Baadaye wakapiga kula, nayo kula ikamwangukia Yona. Mstari wa 8 anasema, ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie, wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? Usisahau tunasema habari ya kuvua utu wa kale, kuvua utu wa kale unaozuia kusudi la uwepo wako. Wanaanza kumuuliza Yona, kazi yako ni kazi gani? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Wewe mtu wa kabila gani? Utambulisho. Haya maswali jiulize mwenyewe. Wewe unafanya kazi gani? Wewe unatoka wapi? Kwenye ukoo gani? Kwenye familia gani? Ni nchi gani unatoka? Wewe ni kabila gani? Ukishajua utambulisho wako, ni rahisi sana ukajifahamu mwenyewe binafsi. Si unajua kila kabila ina tabia zake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kila kabila ina tabia zake. Kuna mbaya na nzuri. Kwa ukijua kwenye kabila letu kuna jambo fulani ambalo sio zuri, unajua namna ya kutembea nalo, kulikataa na kuliepuka. Lakini ukijua kwenye kabila lenu kuna jambo ambalo ni zuri, unaomba ili uliishi. Mimi sijui kabila lenu lina mambo gani mazuri, lina mambo gani mabaya. Sijui, wewe unajua. Muulize mwenzako, hapo vipi? Kabila lako vipi hapo? Yapi mazuri, yapi mabaya? Yapi? Kuna mtu ambaye hata akisema tu akajitambulisha tu akasema mimi ni fulani, hata lile jina tu mnajua, fulani si hivi tu. Mnakuwa mmeshajua. Tunajua tu. Yaani mtu akitaja kabila unajua anaweza kuwa na tabia hii na hii na hii na hii. Kwa kama kuna tabia ambazo sio nzuri, lazima ujue namna ya kuziombea na kuzikataa kila siku unafunga, unakataa hiyo tabia, unakataa hiyo maroho, unakataa. Kuna mizimu ambayo inafuatilia hata utoke hapa uende wapi, iko na wewe kwa sababu una utambulisho wa nyumbani kwenu. Lakini nataka nikwambie, haijalishi kabila lako lina mabaya gani, mizimu ya nyumbani kwenu inasema nini kwenye uchumi wako, kwenye kazi yako, kwa sababu Bwana alikufa msalabani kwa ajili yetu, akasema imekwisha. Nami nakutangazia jioni ya leo, imekwisha. Hiyo taabu, hiyo shida ulionayo, watu wanajiuliza, wanasema mbona narudi nyuma? Waambie ni muda kitambo tu, neema ya Bwana itakuwa tena juu yangu. Ule utu wa kale nitauvua, nitasonga mbele tena. Wako wapi watu ambao wanasema nitauvua utu wa kale, lile kusudi ambalo Bwana ameliweka ndani mwangu likapate kutimia? Nami nakuombea kwenye madhabahu hii, ninatangaza huo utu wa kale ambao umekufaa, mizimu imesababisha, wachawi na mababu
na zile ibada za kimiungu wamefanya pale nyumbani, wakikuombea kwamba usifanikiwe, ninakataa hayo maneno na hizo ibada ninazitengua kwa jina la Yesu. Nalitia jina la Bwana hiyo madhabahu iliyoshikilia jina lako, hiyo madhabahu iliyoshikilia watoto na uzao wako na mume wako. Leo hii ninaashiria damu ya Yesu, ninaivunja hiyo madhabahu. Haitaendelea kubeba jina lako. Washindi wangempigia Jehova makofi na vigelegele. Yona wakamuuliza, kazi yako ni nini? Nataka nikwambie mpendwa, sio kila mtu anayekuuliza unafanya kazi gani ana lengo la kukuombea. Mwingine anaweza kukuuliza unafanya kazi wapi na nini, alafu ili apeleke taarifa mbaya. Anamwambia, anafika pale anamwambia, yani mchungaji kweli, yani mimi ninavyomjua Mwinjilisti Oscar ndio umempa mtau. Mimi ninavyomjua fulani, ila mchungaji hapo umepotea. Naweza kachagua kiongozi hapa wa praise team, akatokea mshalika mmoja na mchungaji na pingamizi laki. Akawa ni lando, anasema kuna kiongozi fulani wamemchagua praise team. Kwa kweli hapana, ninaona hii timu haitafika mbali. Shida gani? Sio kila mtu anayetaka kujua habari zako ana nia nzuri na wewe. Sio. Yona walimuuliza kwa sababu waliona pia na nia yake haikuwa nzuri. Yaani kama ameingia kwenye eneo ambalo sio sawa, unafanya nini wewe? Kwa lakini lazima na wewe makini katika habari ya kujua mtu. Si kila mmoja anayekuja kukuuliza anakuwa na nia njema. Lakini hao walimuuliza Yona ili kujua kwa nini haya mabaya haya yamewapata. Mstari wa 9. Twende mstari ule wa 10, twende moja kwa moja mstari wa 10. Anasema, ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani ili umelitenda? Ni jambo gani ili umelitenda? Na Mungu akamuuliza Hawa, nini hiki, nini hili ulilolifanya? Tunapokaribia kumalizia kesho, anza kutafakari jambo gani, ni mambo gani unayoyafanya kwa wafanyakazi wako, kwa watu wako wanaokutegemea wewe, habari ya maisha yao ambao wanapata riziki kupitia wewe. Ni mambo gani unafanya? Alafu ukiona kuna sehemu ambayo hauko sawa sawa, rudi mbele za Bwana, umweleze Mungu. Lakini nataka nikwambie mpendwa, si kwamba wote wenye bidii wanafanikiwa. No. Kuna watu ambao wanaweka bidii lakini hawaoni matokeo. Lakini nataka nikutie moyo, usikate tamaa. Mstari wa 13, Yona anasema, lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu ili wapate kurudi pwani, wasiweze, kwa maana bahari ilizidi kuwachafukia sana. Hao watu walipambana kuirudisha ile merikebu pwani, lakini mambo yakashindikana. Inawezekana umekata tamaa sana, umejiuliza
ninaomba kila siku, ninatoa sadaka, ninafunga, ninafanya hivi, lakini mbona sioni matokeo? Sioni matokeo. Nataka nikutie moyo jioni ya leo, usikate tamaa. Usikate tamaa. Mungu bado yupo. Mungu bado yupo. Mungu bado yupo. Yupo. Inawezekana ni maumivu kwenye ndoa. Nasema kwa kweli, kwa namna hii bora mimi nife, nisiendelee kuona haya. Sitaki kuona haya. Nataka nikutie moyo mpendwa. Sijui wewe unapita wapi. Kazini umeumizwa kiasi gani unatamani mpaka kuandika barua ya kuacha kazi? Umeomba lakini unaona kama mbingu zimekaa kimya. Usikate tamaa. Hawa jamaa wakuacha, waliendelea kuvuta. Mstari wa 18 anasema, basi wakamlilia Bwana wakasema, twakuomba Bwana, twakuomba tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu. Tusiangamie kwa sababu ya uhai wa mtu huyu. Kitendo cha watu kuvuta kwa bidii ili warudi pwani kwa nguvu, hawakupata matokeo. Walichokifanya, wakabidi waende mbele za Bwana kwa sababu waliona hawana msaada mwingine. Anasema basi wakamlilia Bwana. Huu ni mlima wa kumlilia Bwana. Mlima huu ni wa maombi. Majibu yako yatapatikana hapa. Naendelea kukukumbusha, kesho ni siku ya kuomba. Mlilie Bwana. Usiache. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Kumbuka pale mwanzoni kila mmoja alianza anaomba Mungu wake. Baadaye wakabadilisha, wakaanza kumuomba Mungu huyu wa Yona. Wakamlilia Bwana wakasema, twakuomba Bwana, twakuomba tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu. Unaweza ukamwomba Mungu kulingana na mapito unayoyapitia. Mtu mmoja anaweza kuwa ameshika maisha ya familia yako. Watoto wako wanaenda shule nzuri kwa sababu kuna mtu ambaye yuko juu yako. Kuna meneja wako, kuna management kabisa pale ambayo inaidhinisha mshahara wako. Kwa wale jamaa wakikataa kupitisha cheki yako, watoto wanapata shida. Sasa hapa unaweza ukamwambia Mungu kama hao watu walivyomwambia Mungu, wakamlilia Bwana, familia yangu iangamie kwa ajili ya huyu tu. Huyu mhasibu ambaye wameniandikia cheki hataki kuipitisha. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Mungu, kweli familia yangu iangamie kwa ajili ya mtu huyu? Hivi kuna watu wananielewa hapa? Naona mmekuwa wapole sana. Kuna watu wananielewa. Kama unanielewa, hebu tupungiane mkono namna hii. Wale watu wakamwambia, wakaomba, lakini wakimwambia Bwana, tusiangamie kwa ajili ya mtu huyu. Tunataka tuende mbele za Bwana kuomba. Ajenda ya maombi ambayo tutaiomba jioni ya leo. Omba toba juu ya uzembe na uvivu uliosababisha hasara kwenye eneo ulilopo na nafasi yako. Omba toba juu ya uzembe
na uvivu uliosababisha hasara kwenye eneo ulilopo au nafasi uliopo. Uliosababisha wewe mwenyewe au uliosababishiwa. Uliosababisha wewe mwenyewe au uliosababishiwa. Kile kitabu cha Yohana sura ile ya 2 mstari ule wa 1 hadi wa 3. Yohana sura ile ya 2 mstari ule wa 1 hadi wa 3. Ndipo Yona akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki, akasema, nalimlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu, naye akaniitikia. Katika tumbo la kuzimu naliomba, nawe ukasikia sauti yangu, maana ulinitupa vilindini ndani ya moyo wa bahari, gharika ya maji ikanizunguka pande zote. Mawimbi hayo yote na gharika zako zote zimepita juu yangu. Yona baada ya kusababisha hasara, watu wakashusha shehena zao zikatupwa, watu wakafika ng'ambo lakini hawana mizigo yao. Inawezekana walipofika nyumbani walikuwa wamejipanga kuwapokea, hawana chochote. Wanaulizwa, jamani, si ulienda kutafuta mzigo, uko wapi? Hawana. Baadaye alipotupwa kwenye tundu, alipotupwa kwenye bahari, Mungu akamwandaa samaki, akampokea. Akiwa mle siku 3 akaanza kuomba, na maombi yake tumeyaona. Mwambia Bwana, nimepita kwenye gharika nyingi, nikiwa kule napita kwenye maumivu mengi, lakini ninakuja mbele zako. Anaomba toba, anaomba rehema. Kwa tunapoenda mbele za Bwana kuomba toba juu ya uzembe na uvivu ambao tulisababisha hasara kwenye nafasi tulizopo. Mimi sijui ulifanya nini, sijui ulifanyiwa nini. Kwa hapa kuna maombi mawili. Kuna kuomba kwa sababu wewe ulisababisha, kuomba toba. Lakini kuna kuomba toba ili Bwana amrehemu yule aliyekusababishia. Kama yote mawili ni ya kwako, utaomba. Kama mojawapo ni la kwako, utaombea mojawapo. Hebu rudisha tena hiyo prayer point, waiangalie, alafu tuende kuomba. Omba toba juu ya uzembe na uvivu uliosababisha hasara kwenye eneo ulilopo na nafasi yako. Inawezekana kwenye nafasi yako kuna watu wanalia machozi. Uliosababisha mwenyewe, wewe mwenyewe. Uliosababishiwa. Simama kwa miguu yako, twende kuomba. Tunapotafakari, ninaomba wale wapiga kinanda mrudi pale kwenye kinanda ili tusaidie kutafakari kwa ndani. Wapiga kinanda, tafadhali jaribu kuwaza, fikiria, umesababisha hasara ngapi? Watu wengine wameumia kiasi gani kwa sababu ya uzembe wako na uvivu wako? Yesu tusaidie. Roho Mtakatifu, zungumza na sisi. Zungumza na sisi. Zungumza na sisi.
Zungumza nasi Bwana. Ulisema naposhindwa, ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita nisikie. Ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usinache peke yangu. Mungu wangu uniungu. Hebu imba wimbo huu ndani ya moyo wako. Ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita nisikie. Sema tena, ulisema Yesu, ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita nisikie. Nyosha mikono yako, sema tena, ulisema Yesu, ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita nisikie. Yesu ulisema naposhindwa. Imba kwa kuamini ndani, ni maombi yako, ni maombi yako. Hivi leo Yesu, haya ni maombi yangu Yesu. Sema tena, Yesu ulisema mwenyewe, ulisema. Hayo ndiyo maombi yako jioni ya leo. Ndio hivi leo Yesu, ndio Baba. Usiende, usiniache Yesu, usiniache. Ndio Mungu wangu, usiende Baba, usiende mbali nami, usinache peke yangu. Mungu wangu uniongoze. Kiongozi, songozi, uniongoze. Nyosha mikono yako juu, mwambie Bwana uniongoze. Ndio Bwana, ndio Yesu, ndio Bwana. Sema tena, uniongoze. Mwambie Bwana, hayo ni maombi yako, ni maombi yako. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio. Oh, ulisema kwa
Kwa unyenyekevu mwambie Bwana, hivi leo sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, wewe ulisema ninaposhindwa nikuite, na mimi leo ninakuita, unisikie, unisikie. Angalia madhara na matokeo ya uzembe wangu, ya uvivu wangu niliyosababisha. Kuna watu ambao wanalia kwa sababu sikusimama kwenye nafasi yangu, sikusimama kwenye nafasi yangu. Yesu, ninakuomba unisaidie. Ninakuja kwako kama vile Yona alivyoomba toba, alivyoomba toba. Yesu nakuita, Yesu nakuita, Yesu nakuita. Kama Yona alisikika kutoka barini, kwenye virindi vya ndani, kutoka kwenye kinywa kile cha samaki, kwenye tumbo la samaki. Yesu Bwana Mungu ulimsikia, nami Bwana ninaamini madhabahu hii ni zaidi ya ile tumbo la samaki. Baba ninakuita, Yesu ninakuita, onekana kwangu, onekana kwangu, onekana kwangu, onekana kwangu. Yesu ninakuita, Yesu ninakuita, Yesu ninakuita, Yesu ninakuita, 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 ninakuita. Hayo maumivu niliyosababishiwa, hayo maumivu ambayo yananitafuna mwaka hadi mwaka, mwaka hadi mwaka, mwaka hadi mwaka. Maisha yangu ni kama yaeleweki, sijui ninaenda au kama ninarudi. Yesu, Yesu, hebu ita damu ya Yesu, ita jina la Yesu. Bwana akusikie. Madhabahu hii, Mungu yuko hapa, Mungu yuko hapa. Kama Mungu aliweza kusikia kilio cha Yona, alisikia kilio cha Yona toka kwenye tumbo lake, kwenye tumbo la samaki. Nami nakuambia madhabahu hii ni zaidi. Omba mpendwa kwa dakika hizi zilizobaki. Kama unaomba toba, omba toba. Unajua umepita wapi, unajua magumu unayopitia. Kama unaweza kupiga magoti, piga magoti. Mwambie Bwana, ninakuja mbele zako, ninakuja mbele zako, ninakuja mbele zako. Yesu mwana wa Daudi nisikie, Yesu mwana wa Daudi nisikie, nisikie. Kwa nini niangamie? Kwa sababu ya mtu yule ambaye amesimama kwenye hiyo nafasi. Kwa nini Bwana niangamie? Kwa nini Bwana niangamie? Kwa nini niangamie? Kwa nini niangamie? Baba, Yesu, 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 ninakuita. Familia yangu kwa nini ipotee?
kwa sababu ya mtu mmoja aliyesimama kwenye ile nafasi. Mwambie Bwana, ninaomba toba kwa ajili ya meneja wangu, ninaomba toba kwa ajili ya mhasibu wangu, ninaomba toba, ninaomba toba, ili nguvu ya Bwana ikamguse, ili familia yako isiangamie. Inawezekana kule mahakamani wanachelewesha jambo lako. Mwambie Bwana, kwa nini naendelea kuteseka? Kwa nini watoto wangu wanaangamia, wanapotea kwa sababu ya mtu mmoja? Kwa sababu ya mtu mmoja. Baba, namleta kwa jina huyo mtu ambaye amechelewesha maisha yangu. Baba, ukamtazame. Siombi aangamie, hapana. Ninaomba Baba, ili uwezo wako, ili nguvu zako zikamfunike na kumkumbusha kwamba hii haki ni haki yangu, kwamba hiki kitu ni haki yangu. Mwambie Bwana, mwambie, unastahili kuongezwa mshahara, lakini jamaa amekataa, wamezuia safari zako za kwenda nje, wamezuia. Umefanya kazi, hawakupi posho, hawakupi mshahara. Mwambie Bwana, mbona ninafanya kazi, mbona ninahangaika, mbona ninawajibika, mbona ninafanya haya yote? Kwa nini huyu? Kwa nini? Nguvu ya Bwana iwe juu yako. Bwana akutie nguvu, Bwana akuwezeshe. Ninakuombea mpendwa, Bwana akuwezeshe, nguvu ya Bwana na neema ya Bwana ikawe juu yako. Inawezekana umekata tamaa, ukasema haiwezekani tena. Nataka nikwambie, Mariamu akasema, litakuwaje neno hili kwa madhabahu hii, na kutangazia nguvu ya Bwana itakuwa juu yako, na ule uweza wa Bwana utakufunika kama kivuli utakaporudi tena kwa huyo mtu ambaye amezuia stahiki zako. Atakapokuangalia atasema, mpendwa, njoo nikusainie. Nami nakutangazia uvuli wa Bwana uwe juu yako. Nyosha mikono yako juu, nikutamkie hizi baraka. Elizabeti alikuwa tasa, Mariamu alikuwa bikira, hamjui mume. Elizabeti akapata mtoto kwenye uzee wake, Mariamu akapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haijalishi wale waliozuia na wameweka maapizo kwamba atafukuzwa kazi, kwamba hataendelea kubaki hapa, lazima ahamishwe. Lakini kwa neno hili, hata kama wao waliapa, ndani mwako usijiulize sana. Kama Mariamu alivyosema, litakuwaje neno hili? Malaika wa Bwana akamwambia Mariamu, rehema ya Bwana itakuwa juu yako, nguvu ya Bwana itakuwa juu yako, uwezo wa Bwana utakuwa juu yako. Nami nakutamkia kwenye madhabahu hii, kama Bwana aishivyo, Roho Mtakatifu atakuwa juu yako, na nguvu za Bwana zitakuwa juu yako kama kivuli. Waliozuia stahiki zako wataziachia, wapende wasipende. Ninakataa hiyo mipango yao. Malaika akawatembele kule waliko, popote walipo. Wewe uliyezuia, ninakutangazia kwenye madhabahu hii, malaika wa Bwana hakutembelee, akuambie lazima utende haki kwa huyu mtu. Na kuombea mpendwa, kesho utakaporudi ofisini kwako, waliozuia, utapokea habari njema kwamba kile ambacho kilionekana hakiwezekani kinawezekana
tena. Mpigie Yesu makofi na vigeregere. Yale ambayo yalikuwa yawezekani na kutangazia mwezi huu wa 7 yanawezekana tena. Ongeza tena makofi, ongeza tena, ongeza tena. Walikuita majina mabaya, lakini leo nakwambia hayo majina ninayafuta kwa jina la Yesu Kristo. Ukawe heri na uliyebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigia tena Yesu makofi. Amen.